Hello, mambo vipi? Karibu sana kwenye mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Mone Simulizi. Langu jina naitwa Salki, kiricha Mr. Sol mareda kuwa noma zaidi. Nikumbushe tusisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kuweza kupata simulizi zetu kila pale ambapo tunaachia simulizi mpya. Safari ya maisha inatufanya tuamue maamuzi magumu katika nyakati ambazo tusizozitarajia. Katika harakati za kuhakikisha tunajikomboa, mengi huibuka. Maamuzi yetu hubadili historia zetu za maisha bila kujua. Kwa hakika mimi nimezaliwa kwenye familia yenye hadhi kidogo. Baba yangu alikuwa kiongozi mkubwa wa serikali. Nisingependa kutaja kazi yake kwa sababu ya kiusalama. Mimi naitwa Stone Brain. Ni kijana mwenye umri wa miaka 25. Safari yangu ya maisha ilianza huko jijini Mbeya, mahala ambapo baba yangu alikuwa akifanya kazi. Maisha yetu kwa hakika yalikuwa ya kuhamahama kutokana na kazi ya baba. Hali hii sikuipenda hata kidogo. Ilikuwa inanipa wakati mgumu kwenye masomo yangu. Toka shule ya msingi huko mpaka sekondari ni kuhama tu, mara nimetoka shule hii, mara nimetoka shule hii, mara shule ile kule. Kiufupi nimesoma shule nyingi sana katika safari ya maisha ya elimu. Nililalamika sana kuhusiana na swala hilo, lakini hakuna aliyekuwa tayari kunisikiliza kutokana na hali hiyo niliyokuwa nikipitia. Ndiyo kwanza walinigombeza na kunitoa akili. Hali hii sikuwahi kuikubali. Niliona wazi kuna muda ninapaswa kufanya maamuzi magumu ili watu waelewe kile ninachokihitaji. Hapa sasa ndipo hadithi rasmi ya maisha yangu inapoanzia. Maamuzi yangu yalienda tofauti na msimamo wa familia yangu. Shida haikuwa kuhama shule pekee, bali shida pekee iliyojitokeza ni tabu nilizokuwa napata kwenye hizo shule mpya. Kuanzisha safari mpya ya maisha, hasa kwenye masomo yangu. Kila shule niliyohamia ilibidi nianze upya. Hapa mimi ndipo nilipokasilishwa. Unajua, hakuna kazi ngumu kama kuzoea watu na kutengeneza nao mazoea ya urafiki. Inachukua muda sana kuwazoea. Kwa hakika kuzoea watu wapya si kitu rahisi, hasa kwa sisi ambao huhitaji muda kutengeneza urafiki. Sio hivyo tu, bali hata utaratibu wa usomaji ni tofauti sana. Shule yenu mnaweza mkawa mmemaliza mada, ukahamia kwenye shule nyingine mpya, ukarudi nyuma kusoma nao, au kuna muda wanaweza kukupita kabisa, jambo ambalo linakufanya utumie muda wa ziada kuwafikia walipo. Ndani ya muda mchache uendane na kasi yao, usije ukawa mkia wa darasa. Kwa hakika nilishabadili madaftari mengi sana kutokana na safari hizi zisizo na msingi kwenye akili yangu. Kama ningekuwa nayatunza madaftari yote hayo, basi sasa ningekuwa na maktaba yangu binafsi. Kwa maana kama kuhama, nimehama shule nyingi sana kiasi ambacho sijui hata shule zingine kama naweza kuzikumbuka. Na vile nilikuwa nachukia tabia hiyo, hata sikuzizingatia. Nilikuwa sizizingatii kabisa. Kutokana na mitazamo yangu, upendo wa wazazi ulianza kupungua taratibu. Ubishi na mtazamo tofauti kutokana na safari hizo ndiyo ilikuwa sababu kuu. Kama nilivyokuambia, mimi nilishazoea kuishi huko Dar es Salaam kwenye majumba mazuri ya serikali, nikipata kile nikipendacho. Sasa mihamo ya baba ilitupeleka vijijini huko kwenye vijumba vibaya visivyo na mbele wala nyuma, yaani vimechoka hatari. Aisee, hapa nilipandwa na wazimu. Sikutaka kupandwa kichwani,
Niliamua maamuzi yangu magumu, maamuzi ambayo yalisababisha chuki maradufu, nikachukiwa zaidi kiasi cha kutupiwa laana za maisha. Lakini hakuna namna, maji nilishavulia nguo, nilazimika tu niweze kuyaoga. Baada ya kuhamahama sana, hatimaye tulifika mkoani Tanga. Baba alipohamishiwa kikazi kwa mara nyingine tena, kama alivyoweza kutupa taarifa. Lakini siku zote za maisha yangu ya utoto sikuwahi kujua baba yangu anafanya kazi gani, zaidi ya kujua ni mfanyakazi wa serikali, lakini sikujua kitengo gani au mbobezi katika masuala yapi. Baada ya kufika Tanga, niliamua kutia nanga hapo, huku nikijiapiza kuwa hiyo ndiyo sehemu yangu ya mwisho ya kuendeleza maisha yangu. Sikutaka kuondoka tena mjini hapo kwa sababu zangu binafsi. Siri nzima ya maamuzi yangu yalianzia hapo. Jambo hilo ligandamana moyoni kwangu, kwenye vyumba vyote vya moyo. Hakuna aliyefahamu niliwazalo. Siri ya mtazamo wa maamuzi yangu yalitokana na mahusiano yangu na Sumaia, binti wa Kitanga mwenye kupendeza, msichana niliyesoma naye kidato kimoja, kutoka kidato cha pili mpaka kidato cha tatu, hapo mjini Tanga, mahali penye wasichana wazuri wenye kupendeza. Sumaia alikuwa binti mzuri sana, binti ambaye nilimpenda kupitiliza. Kuna muda unaweza amini zile hadithi za milogo ya Kitanga kabisa, kwa sababu ya kuchizika zaidi na mapenzi. Kiufupi, binti aliniweza, nilimpenda alafu nikampenda tena. Bila yeye sijiwezi kabisa. Kama ningekuwa kilema, basi yeye ndiyo magongo, na kama ningekuwa sumu, basi yeye angetosha kuwa maziwa. Wakati niko katikati ya huba kale la mapenzi ya Sumaia, wazazi wakaleta hoja na mitazamo yao, mitazamo iliyotufanya tutofautiane katika hoja kiasi cha kutoelewana na kunitupia laana. Kama nilivyokueleza, baba aliwasilisha taarifa mpya kuwa amehamishwa tena kikazi kuelekea Morogoro, maeneo ya Ifakara huko. Hapa waliona cha moto. Niliwakatalia kwenda huko walipohitaji twende. Mimi niliona wazi bora nibaki hapo Tanga peke yangu, haina haja ya kuhama kwenda huko Morogoro. Usiku majira ya saa 3 hivi, familia yote ilikusanyika. Mimi, baba, mama, kaka na dada yangu mdogo aitwaye Dorcas. Mimi huwa napenda kumuita Dorcas cha utundu. Mwenyekiti wa kikao hicho alikuwa baba wa familia. Basi alianza mazungumzo kwa kuunguluma kama simba aliye mwituni, ilhali ameshikwa njaa kali yenye kuumiza. Familia yangu, najua mnaumia sana kwenye suala la kuhamahama kila muda, ila niwahakikishie kuwa huu ni wakati sahihi wa kwenda kuishi sehemu tulivu tutakayoitumia miaka yote. Siku zote tulilazimika kuhama pamoja kwa sababu ya kukosa makazi ya kudumu. Leo ninawapa taarifa rasmi ya kuhamia mjini Morogoro kwenye kasri letu la kuishi muda wote. Hata hivyo, endapo ikitokea nikahamishwa, basi nitaomba sana nisihamishwe ili nikae nanyi karibu. Pia endapo nitakataliwa ombi langu, basi itanilazimu niache kazi au kuondoka kwenye hiyo kazi ambayo nitakayopangiwa peke yangu. Wow, taarifa njema mume wangu. Kwenye suala la nyumba, na kupongeza sana mpambanaji wangu, kwa maana ni swala ambalo lilikuwa linanipa mawazo muda wote. Lakini naomba utueleze, hiyo nyumba ulijengaje bila sisi kujua muda huo? Usijali mke wangu, nitajibu swali lako baada ya kusikiliza mazungumzo ya watoto wetu. Boniface, na kusikiliza mwanangu. Nie hii siku alikuwa ananikoroga, ujue niko zangu tu nimetulia, wanaongea pomba zao, mimi nawasikiliza tu. Moyoni nina maamuzi yangu tayari. Sumu ya nyoka mkali ilisha ninasa kichwani. Moyoni kuna Sumaia nisiyetamani kumwacha. Basi kaka akakabidhiwa kijiti aendeleze hoja za sisi kuhama kuelekea huko Morogoro. Daddy, mimi nikupongeze kutokana na maamuzi ulioweza kuyaamua. Ni jambo jema
kuwa na sehemu yetu ya kudumu. Mimi niko tayari 100%. Pia nahisi hata Stone atakubali hili na hataweza kupinga kama anavyopinga siku zote katika masuala haya ya kuweza kuhama. Aisee, nilimkata jicho gumu sana kaka yangu, jicho la roho mbaya, yaani jicho ambalo endapo lingekuwa na risasi lilikuwa tayari kuua. Mimi na kaka yangu hatujawahi kuelewana hata kidogo kutokana na tabia yake ya umbea na unoko. Bro wangu alikuwa mshamba sana, tena alipenda sana sifa. Hali hii ilitengeneza chuki kati yetu. Hatukuwahi kuelewana hata kidogo. Chuki ilitawala kati yetu kiasi cha kwenda shule tofauti. Kila mtu alikuwa na habari zake yani. Unajua mnaamka asubuhi ile kwenda shule kama ndugu mnabidi mtembee pamoja, lakini sisi kila mtu yuko na habari zake yani. Hata vyumba tulitenganishwa, kila mtu alikuwa na chumba chake ili kuepusha asilimia za kutaka kupigana. Mazungumzo yake ya kuchangia mada yalilenga uchochezi dhidi ya baba kijanja ili asikie mtazamo wangu. Aisee, hasira zilinikamata kiasi cha kushindwa kupumua vizuri. Akili iligoma kusikiliza mazungumzo hayo, mazungumzo ambayo yalikuwa tofauti na mtazamo wa ubongo wangu. Wakati wao wanazungumza, mimi nilikuwa nazungumza na serikali ya kichwa. Safi kabisa Boni, mawazo mazuri jembe langu. My last Boni, na wewe unasemaje? Ajabu, licha ya kuchongeshewa nililukwa, akapewa nafasi ya kuzungumza mtu mwingine. Na hapo ndipo alipoulizwa mdogo wangu wa mwisho, Dorcas. Sema mimi mara nyingi huwa napenda kumuita cha utundu kutokana na utundu wake wa kuharibu vitu vyangu akiwa karibu na mimi. Hapa niligundua kitu kutoka kwa wazazi wangu, hasa baba yangu. Niligundua kuwa lengo lao kubwa lilikuwa ni nini? Hapa niligundua kuwa lengo lao kubwa lilikuwa ni nini? Hapa nilielewa kwamba lengo lao hasa baba pamoja na mama yangu ni kunivuruga, waone upande wangu wa pili. Mazungumzo yao yalionyesha wazi kuwa mimi nilikuwa sipendwi kwenye familia. Tukio hili lilinipa nafasi ya kufanya maamuzi magumu zaidi. Sawa dadi, mimi nitafurahi tukienda huko na kaka Stone Town cha utundu. Hapo nilicheka kidogo. Unajua Dorcas nampenda sana, hasa maneno yake ukorofi na utani juu yangu. Naweza sema Dorcas alikuwa ni mtu wa karibu anayenipa furaha licha ya udogo wake. Nilijikuta na furahi moyoni huku hasira zikiwa zimegandamana kwenye mwili wangu. Safi sana mtoto wangu, umekuwa sasa, na kwa hili tukienda Morogoro utaenda kusoma shule nzuri sana. Sawa kipenzi? Sawa dadi. Hivi unadhani nini kiliendelea? Wewe jaribu tu kutafakari kwa mawazo yako. Kikao kilishia hapo au na mimi nilipewa nafasi ya kuzungumza kwenye hiko kikao? Najua mnatamani kusikia maamuzi yangu magumu, ila walimwengu nimwavulia kofia. Mnapenda kusikiliza maamuzi ya wenzenu wanavyojiamulia mambo. Waona wanavyonisikiliza, wanataka tu niharibu ficha yangu kwa maamuzi yangu magumu ya mwisho ambayo yanaenda kutengeneza taswira mpya kwangu dhidi ya wazazi wangu. Baba akafunga kikao, akatoa amri ya watu kujiandaa, kesho yake tusafiri. Hapa waliamsha kichaa changu. Nilikuwa na hoja zangu kama 3 za moto. Kilichoniuzi zaidi, kwa nini sikupewa nafasi ya kusikilizwa? Kwa tafsiri ya kawaida tu ilionyesha wazi kuwa baba alinitenga. Alipomaliza tu kutoa maelekezo yake, nikanyoosha mkono mzee mzima. Na wewe, huo mkono unaonyosha ni wa nini? Wakati baba yako ameshafunga kikao, kama ulitaka kuongea usingeongea toka mwanzo. Adabu huna siku hizi Mama naye akanivuruga, nikaona nianze naye. Yaani niko na kisukari changu alafu yeye analeta majambo yake. Hapo alinichachua, nikamtolea uvivu. Mama, naomba niache. Mwenye kikao aniruhusu niongee. Nyie hili kwa vita. Bi mkubwa alinitukana kwa hasira huku akiniuliza nimesema nini. Nikamwambia mama,
aniache, anipe nafasi kidogo nizungumze. Mzee akajitia mwema, akanipa nafasi nizungumze, akijua nazungumza ya maana, kumbe ndio nakuja kuyashusha mazito zaidi ya hayo. Hapo ndipo nilipoweza kushusha insha ya maamuzi magumu, na ndiyo ikawa siku ya kwanza na siku ya mwisho kuwa sehemu ya familia hiyo. Nilifukuzwa nyumbani kwa hasira za wazazi, na mimi nikashukuru kupatiwa huduma hiyo yenye kuumiza. Baba, samahani, nahitaji kuzungumza kidogo. Nini? Unataka kuzungumza? Naam, nahitaji kuzungumza kwa sababu natamani sana niweze kuzungumza ili nafsi yangu iwe na amani. Hii siku mama alinikasirikia sana kutokana na maneno yangu magumu. Hii ndio ilikuwa siku ya mwisho kuonana na familia yangu. Nilifukuzwa nyumbani, nikatafuta mahali pa kuishi. Hakuna namna, kwa sababu niliamua kukaa hapo Tanga. Ilibidi tu nikubali kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Basi pale ndani niliwasha moto wa hatari. Kila mtu alishangaa, kwa nini nizungumza mazungumzo magumu kama hayo? Baba, nimekaa muda mrefu nikiwasikiliza kuhusu maamuzi yenu ya kuhama kuelekea huko Morogoro. Lakini mimi kwa upande wangu sitaki kwenda huko. Nimeamua kutohama shule. Shule nilizohama zimenitosha. Mimi sitaondoka hapa Tanga. Nyie nendeni tu mnapopajua, mimi nitaishi mwenyewe. Hapa nilijikoroga. Baba alichafukwa vibaya, alichomoa chuma kiunoni na kutaka kunimaliza. Najua hujanielewa, na maanisha alichomoa basola ili aweze kuniadhibu kutokana na utovu wangu wa nidhamu. Salama yangu ni mshukuru mama yangu kuzuia ile risasi kwa sauti yake ya ukali. Nyumbani hapakukalika tena, na safari ya kukimbia ilianza kuelekea pasipojulikana. Mimi na familia yangu mawasiliano aliishia hapo. Hatukuwahi tena kuwasiliana. Kwa bahati mbaya, baba alinifanyia kitu ambacho sikukipenda kitokee kwenye maisha yangu. Baada ya kuona nimetoroka nyumbani, alichokifanya, aliamua kunihamisha shule bila kujua. Wakati nipo mafichoni nikisubiri waondoke nirudi nyumbani kuchukua vitu vyangu, kumbe walishachafua hali ya hewa, na shuleni pakawa pagumu. Kwa bahati mbaya zaidi, baba alipewa ushirikiano wa kutosha kuupata uhamisho huo. Mwalimu aitwaye Chembo ndiye aliyekuwa msimamizi wa uhamisho wangu. Huyu mwalimu ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa na uhasama naye mkubwa kutokana na vita kubwa ya mapenzi iliyo kati yetu katika kumgombania mtoto wa Kitanga, binti Sumaiya. Mwalimu alikuwa anamtaka sana mpenzi wangu amfanye mke wa pili, lakini alishindwa.